tukaziangalie haki hizi za kiungu ambazo Mungu amemstahilisha na kumkusudia mwanadamu ili aweze kuzimiliki. Haki hizi ni kwa kila mmoja. Haki hizi hazichagui dini, hazichagui kabila, hazichagui dhehebu. Sijui wewe ni Mkristo, wewe ni Muislamu, wewe ni Msabato, ni Mromani. Haki hizi ni za kila mmoja, isipokuwa kwa mbeleni huko tutaenda kujifunza pia condition zipi ambazo unatakiwa uzifate ili uweze kuzipokea haki hizi za kiungu. Haki za kila mmoja, lakini kuna sheria ili uweze kupokea haki hizi lazima uzifate. Haki ya kwanza ni kusamehewa dhambi. Hii ni haki ya kwanza. Kila mwanadamu hapa duniani ana haki ya kusamehewa dhambi. Mara baada ya kuwa umetambua kuwa umekosea, ukaenda mbele za Mungu, ukatubu kwa toba ya kweli, kwa toba ya dhati, na ukageuka, ukaacha kutenda yale ambayo ulikuwa ukitenda ambayo yampendezi Mungu, una haki ya kusamehewa dhambi zako. Ndio maana nakwambia ni haki ya kila mmoja. Kuna watu walikuwa wamemwaga damu za watu nyingi sana. Kuna watu walikuwa Freemason, walikuwa ni wachawi, wameua watu, lakini mara baada ya kugeuka na kuomba msamaha na kuomba toba, hawa watu walisamehewa. Ndio maana nikakwambia kwamba hii ni mojawapo ya haki ya kiungu. Ukisoma Efeso sura ya 1 mstari wa 7, maandiko yanasema kwamba katika yeye huyo kwa damu yake tuna ukombozi wetu, masamaha ya dhambi sawa sawa na wingi wa neema yake. Kwa kumbe kuna neema ambayo inamstahilisha, inamwezesha mtu huyu kusamehewa dhambi ambazo alifanyaje, alikuwa amezifanya. Na ndio maana hii ikawa ni mojawapo ya haki ya kiungu kwa kila mwanadamu, kwa sababu neema ambayo inakuwa imeachiliwa si kwa ajili ya watu fulani fulani, hapana, ni kwa ajili ya watu wote. Na ndio maana haki hii ya kusamehewa dhambi ni haki ya kila mmoja. Hii ni mojawapo ya haki ya kiungu.